Hujambo ndugu mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema, na basi karibu kwa taarifa za KTN leo. Jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Mtazamaji, hii leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2016, tumekuandalia taarifa nyingi, lakini upande wa pili katika awamu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo, mwanahabari mwenza ambaye tunamuita Mwalimu Franco Tieno amekuandalia majadiliano hii leo. Wanazungumzia mapendekezo ya kubadilisha mtaala wa elimu humu nchini, na wageni wake ni Janet Muthoni ambaye ni mratibu mkuu wa shirika la elimu yetu, na vile vile Jacqueline Onyango ambaye ni naibu mkurugenzi wa miradi maalum taasisi ya kuunda mtaala nchini. Mtazamaji, ni hafla ambayo itaendeshwa hapo kesho katika ukumbi wa KICC. Wapo una maoni ama maswali, basi waweza kushiriki katika majadiliano hayo ukitumia nambari 22155. Lakini kwa sasa basi tuangalie taarifa ambazo tumekuandalia. Siku moja kabla ya kuanza kongamano la kujadilia mfumo wa elimu nchini, kukiwemo mapendekezo ya kubadilisha, kamati ya bunge kuhusu elimu imekutana na waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i kupokea ripoti maalum kuhusu uozo katika baraza la taifa la mitihani. Aidha, wabunge wametaka wanafunzi 5101 ambao walikosa matokeo yao katika mtihani wa mwaka jana kupata matokeo hayo, wakisema makosa yalitokana na utepetevu wa baraza la NEC na wala sio wao. Nicholas Wambua anarifu. Having posed questions to the minister, I'm convinced that the Kenya National Examination Council is rotten. There is no justification why the minister can proceed to make decisions and to do what he's calling a drastic surgery at NEC based on recommendations of the same discredited NEC. This cancellation to the 5,000 students, it was totally unfair. In my petition, I was very clear. We wanted to know the criteria. What was the basis of this cancellation? And in line with the Constitution, Kenyans need to know. So there's nothing that they are doing here. It is just an issue of the PR exercise. And that's why those affected students, we should go to court. Because Kenya National Examination Council with its rod cannot catch all students who cheated. Let all students have their dirty results, or you nullify all and reset exams so that we can have proper systems. Said any school that the examination was withheld, not cancelled, by that of April they are going to have the proper results and the proper communication from the ministry and also from the Kenya National Examination Council. He has also confirmed that today they inaugurated the new board, and the new board, there are several things that they are going to work on, including working on the examination that is going to be administered this year. Halmashauri ya utozaji ushuru nchini KRA leo imekamata magari ya kifahari yaliyokuwa yaingizwe nchini pasi na kulipia ushuru kwenye bandari ya Mombasa. Maafisa wa KRA waliwasilisha magari mawili aina ya Range Rover na gari moja aina ya Mercedes Benz ambayo yalipangiwa kukwepa ushuru wa shilingi milioni 8.5. Wenye magari hayo yaliyokuwa yameagizwa kutoka Uingereza waliyaficha kwenye vifaa vya nyumbani ikiwemo sofa na magodoro, vikidaiwa kupelekwa nchini Uganda. Na kwa mara ya kwanza, labda kama kudhihirisha jinsi mkondo wa uchunguzi ulivyobadilika, KRA ilitangaza moja kwa moja majina walioagizia mizigo hiyo. Stakabadhi za KRA zilionyesha kuwa Saidar Mutuweta ndiye aliyetuma mizigo hiyo kutoka Ugaibuni, na aliyetarajiwa kuipokea alijulikana kama Abubakar Sekimwanyi. Kenya Revenue Authority has smashed a tax evasion, a racket perpetrated by unscrupulous businessmen involving importation into the country of high-value motor vehicles which are declared as personal effects. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, joto la kisiasa limeendelea kupanda katika kaunti ya Bomet baada ya baadhi ya wawakilishi wa wadi wa kaunti hiyo kuendelea kushinikiza madai ya ubadhirifu wa fedha dhidi ya gavana wa kaunti hiyo Isaac Ruto. Hata hivyo, gavana Ruto amejitenga na madai hayo na kudai kuwa kuna watu wenye njama ya kumzima kisiasa. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei ametuandalia taarifa hiyo. Wanasema pafuka pomoshi pana moto, na sasa moto huo umeonekana kuwa na joto ambalo limemlazimu gavana Bomet kutoka nje angalau kupunga upepo. Bwana mkubwa huyu wa kaunti sasa amejitokeza na kudai kwamba
Kuna watu wenye nyoyo telezi na ni maadui wakubwa wa maendeleo ambao wamezidi kushinikiza kwamba alitumia pesa za kaunti ya Bomet kupiga kampeni kwenye uchaguzi mdogo uliokamilika wa Kericho. Money belonging to the county government of Bomet was used to campaign in Kericho. Since when does a government issue out money for campaigns in God's name? And how do you access county funds? Our money is at the central bank. We pay our suppliers through IFMIS. Vilevile bwana mkubwa huyu amedai atakoma kujibizana na watu ambao si wa makamo yake wala kuendana nao kitajriba. As Isaac Ruto, I choose to go to anywhere in this place. I know when I'm going there in my private capacity and when I'm going there as a governor. Katika vuta ya Bomet, zaidi ya wakilishi wa wadi 21 wanamunga mkono gavana Ruto, huku 14 tayari wameidhinisha kutimuliwa kwake. Vile madai ya ubadhirifu ndicho kiini. Aidha, shinikizo za kumtimua gavana zaendelea. If you look at the report that I've just read, Bomet also was the highest. They were slow to respond to the demands by the members of the public. And in terms of service delivery, Bomet again was seen to be number 3 to respond to the service, provision of services to the members of public. Mwakilishi wa wadi ya Kembu Julius Koriri aliyewasilisha hoja hiyo alipewa muda na spika wa Bomet Geoffrey Kimngetich kuthibitisha madai ya kumhusisha gavana Ruto na ufisadi. Licha ya hayo, kuna madai kwamba bwana mkubwa huyu ana ushawishi mkubwa ambao huenda ukalemaza hoja hiyo. Elvis Kosgei, KTN leo. Na wawakilishi wa wadi wanawake wameshirikiana na raia kuandamana jijini Kisumu kupinga kutolewa afisini kwa meneja wa jiji la Kisumu Doris Ombara. Waandamanaji hao ambao walianza matembezi nje ya jiji kupenyeza hadi katikati na kusababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara kuu ya Kisumu Kakamega, walibeba mabango na kuimba nyimbo za kumkashifu gavana Jack Ranguma. Duru zinaarifu KTN kuwa chanzo cha mvutano huo ni kitita kikubwa cha hela ambacho afisi ya meneja wa jiji inapokea kila mwaka, ikiwa ni zaidi ya shilingi milioni 50. Get our demand. We want Ranguma to respect the party leader. The fourth demand, Ranguma must respect the authorities. The fifth demand, Ranguma must respect the county assembly. And we want to confirm to the world that we know it is not there. If that office was there and has passed, it's been passed by the board of personnel, the board who is sitting here, the Public Service Board, could have liaised with the assembly to pass it so that it is constituted. There is no board. The board is not knowing about Ombara's being sent away from the town hall. The board is very aggrieved, more than us, but they cannot demonstrate because they are civil servants. Wakazi wa eneo la Kinamba kule Naivasha walizua rabsha na kusimamisha mradi wa ujenzi wa zahanati ambao ulifadhiliwa na hazina ya CDF, wakimshutumu mbunge wao kwa kunyakua kipande cha ardhi ambapo zahanati hiyo inajengwa. Mwanahabari wetu Jeff Kirui na maelezo zaidi. Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Wazee hao wengi wao wajane waliandamana wakipinga ujenzi wa zahanati unaofadhiliwa na fedha za ustawishaji wa maeneo bunge, yani CDF. Adhabu yao kuu ikielekezwa kwa mbunge wao John Kihagi, wanayemshtumu kwa kunyakua kipande chao cha ardhi. Walizua sokomoko katika barabara ya Naivasha Kinangop, wakitishia kutembea uchi ili lalama zao zifike kwa wenye mamlaka wanaohusika. Sasa huyu mheshimiwa wetu ni mzuri na hakuna mtu anakataa hospitali, lakini anunue shamba ya kujenga. Hata yeye yuko na shamba hapa, anaweza kwenda kujenga kwake, lakini sio hapa. Furthermore, hii shamba iko na caution kotini. Ameingiaje na kuanza kufanya ujenzi? Yeye ni mheshimiwa ambaye ni wa kutengeneza sheria, lakini anavunja sheria. Sasa anastahili kuwa mheshimiwa.
Kundi hili la wanachama wakuzaji wa Pareto wa eneo la Karati Kaskazini wanadai kuwa mbunge huyo anafanya ujenzi bila idhini yao na vile kinyume cha tahadhari ya Wizara ya Ardhi. Sisi ni wamama wasee na anaona atatuweza, lakini Mungu iko na akafanya si mbaya, kwa sababu hii mjengo amefanya siku ya holiday, siku ile anajua hakuna ofisi imefunguliwa. Kwa hivyo sisi tunataka tusaidiwe, hata Uhuru ajue hiyo maneno. Hata hawa tunasagua ndio wananyakua vitu ya wale haina nguvu. Hata hivyo, afisa wa CDF ametetea mradi huo akisema utawafaidi wakazi, hasa kuimarisha sekta ya afya katika eneo. Kwa wakazi hao, muhimu kwao ni kupata fidia kabla ya ujenzi kuendelea. Jeff Kirui, KTN News. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa za michezo. Mchezo wa rollball ni mojawapo ya michezo ambayo imeanza kukita mizizi nchini. Hii ni baada ya timu ya kinadada kushinda kombe la dunia mwaka jana nchini India, huku Kenya ikiwa mojawapo ya nchi ambazo zinaorodheshwa kama nchi bora duniani. Wizara ya michezo imetenga timu hiyo ambayo ilishinda kombe la dunia. Robinson Okenye anatuarifu. Mwezi Disemba mwaka 2015, Kenya iligonga vichwa vya habari baada ya kushinda taji la dunia la rollball, mchezo ambao hujakita mizizi nchini. Kenya ililaza India kwenye fainali na kutoa ushindi baada ya kushiriki kombe la dunia kwa mara ya pili. Mchezo huo umechukua muda kueneza mizizi nchini, huku changamoto kuu ikiwa ni vifaa vinavyotumika kuwa vya bei ya hali ya juu na ukosefu wa viwanja. Yeah, so we need to do a bit more marketing of the game. But our biggest handicap are fields. We don't have the fields in which to play in. Most of the time we play at the Aga Khan Walk in town, but we don't have proper fields where we can play the game of rollball. Kenya ilitoa taji la mchezaji bora na pia mlinda lango bora, lakini licha ya Kenya kutoa kombe hilo, Wizara ya Michezo imewatenga. Imagine our team came back as world champions, not just champions but world champions. Atukwa flagged off. We were not received at the airport. Atujeta pelekea cup nini prezo hiyo cup azinile kupata ile recognition. So yena manisha to some extent in to fail. We are being ignored by the ministry and staff, but we are trying to make it to spread it around so that it may get famous and we may get more support, more sponsors, and to make the game grow bigger. Timu ya Kenya ilishinda kombe la dunia kwa kutumia wachezaji 6. Hii ni baada ya timu hiyo kukosa wachezaji wa akiba. Baadhi ya wachezaji wa mchezo huo wanaimani kwamba ushindi huo ulikuwa mwanzo tu na Kenya itazidi kung'ara kwenye mchezo huo. I think more people wata join na ita grow kabisa, and that way tuta join mpaka Olympics na games hizo. First World Cup, we had players they trained for only 2 weeks and they became number 2. They didn't even know the game like that very well. So for this one, we had prepared for 2 whole years and we won. So we are sure the next World Cup, which is in Uganda, we are going to defend that title. Kenya itaandaa mashindano ya Afrika Mashariki mwezi Mei mwaka huu na matarajio yatakuwa kuhifadhi taji lao. Robinson Okenye, KTN Michezo. Smoothens and brightens dull-looking skin, plus leaves you with a unique, fresh, masculine scent. Vestman, the ultimate men's body lotion. Vestman, be your own man. Na mtazamaji, kwa wale ambao mnatazama runinga ya KTN Home, taarifa zetu zimekuwa ni fupi mno kwa siku ya leo. Baada ya mapumziko nitakupeleka katika makavazi ya kitaifa ambapo naibu wa rais William Ruto anazungumzia utendakazi wa serikali ya Jubilee, hasa ugatuzi miaka 3 baadaye. Na kwa wale ambao wanatazama runinga ya KTN News, tutaendelea na taarifa zetu za KTN leo.